Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, Lord, we appreciate you for the gift of life this morning. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uzima asubuhi ya leo, That today you woke us up ya kwamba leo hii ulituamsha and you gave us life. na ulitupatia maisha. Father, we are very cognizant and we recognize that there are people you did not wake up today. Bwana, tunatambua na kutambua ya kwamba kunao watu ambao hukuamsha leo hii, And yet they really long to see this day. na ili hali walitamani sana kuiona siku hii ya leo. So thank you for mercy. Kwa hivyo asante kwa rehema. Thank you for grace. Asante kwa neema. Thank you for pity Asante kwa huruma and compassion. na rehema. Father, I ask you today Baba, nakuuliza leo hii to capture the hearts of all these people, ukateke nyara mioyo ya hawa watu wote, that they may get to hear this ili kwamba wakapate kusikia hii and change their destinations, na kubadilisha hatima zao, that they may enter the eternal kingdom of God, ili wapate kuingia ufalme wa milele wa Mungu, that they may never enter the lake of fire. ya kwamba kamwe katu wasiwahi kuingia katika ziwa liwakalo moto, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen and amen. Amina na amina. Why do we come here at this time? Ni kwa nini tunakuja hapa kwa wakati huu? Of course, we have seen so much, Hata hivyo tumekwisha ona mengi, the visitation mitembeleo and so forth. na mambo kama hayo. To put it together, Kuiweka kwa pamoja, why is that happening now? ni kwa nini hayo yanatendeka sasa hivi? Number one, Jambo la kwanza, because the Lord has spoken with me about the glorious coming of the Messiah. kwa sababu Bwana amenena pamoja nami kuhusu kukuja kwa utukufu kwa Mesia. The glorious return of the Christ. Kurudi kwa utukufu kwa Kristo. And that's why the Lord has sent me to your nation. Na ndio sababu Bwana amenituma kwa mataifa yenu. And that is what I want to open up here today. It's going to be very, very deep Na tonight. hicho ndicho ambacho nataka kuwafunulia leo hii, naenda kuwa ya kilindi zaidi. Very, very deep. Itakuwa ya vilindi sana. So now, Kwa hivyo sasa, there are several conversations. kuna mazungumzo mengi. There are several conversations Kuna mazungumzo kadhaa that the Lord has had with me. ambayo Bwana amekuwa nayo pamoja nami. And I want to make a quick rundown Na ningependa kuyapitia kwa haraka, and then use them, summarize them, alafu kuyatumia, kuyaweka kwa muktasari, and use them to launch this tremendous conversation tonight. na kutumia kuzindua mazungumzo haya ya ajabu usiku wa leo. I want to run down on a few of those conversations that span a big time span, Ninataka kuyapitishia baadhi ya hayo mazungumzo ambayo imeenda kwa muda mrefu, so that at the end I will summarize for you ili kwamba hatimaye nitaweka kwa muktasari kwa ajili yenu what the Lord is saying. kile ambacho Bwana anasema. And first, before we start, Na kwanza kabisa, kabla tuanze, I want us to be able to recognize the privilege and mercy nataka kwanza tutambue tunku na huruma, that for a long time the Lord was silent. ya kwamba kwa muda mrefu Bwana alikuwa amenyamaza. He was not talking with the church. Hakuwa anazungumza na kanisa. And the false prophets began to reign in the church, Na manabii wa uongo wakaanza kutawala kanisani, pushing people wakiwasukuma watu and taking money, preaching money, doing things, na kuchukua pesa, wakihubiri pesa, wakifanya mambo, saying that if you pay a certain amount of money, your cripple will walk. And it was all lies. wakisema ya kwamba ukilipa pesa fulani kiwete wako atatembea, na yote ilikuwa uongo. People sold shamba property. Watu waliuza mashamba, mali. People sold vehicles. Watu waliuza They magari, gave logbooks of vehicles. wakapeana logbooks za magari, That the reason your child is crippled because you have not been giving God. kwamba kwa sababu ambayo mtoto wako ni kiwete ni kwa sababu hujakuwa ukitoa kwa Mungu. So you really know that more than I do. Kwa hivyo kwa kweli mnayajua hayo kuliko vile ninavyojua mimi. Now, Sasa I said we must begin at a place where we recognize mercy
and pity and grace from the Lord. Nimesema ya kwamba lazima tufikie mahali ambapo tunatambua rehema na huruma kutoka kwa Bwana. Because for some time there was a silence and apostasy reigned in the church. Kwa sababu kwa muda fulani kulikuwa na unyamavu na mwanguko kutoka katika imani ya kweli ulikuwa unatawala kwa kanisa. Where the gospel of money was preached. Mahali ambapo injili ya pesa ilikuwa inahubiriwa. And so much sin reigned in the church. Na dhambi nyingi sana ilikuwa inaenea katika kanisa. Impunity in the church. Ule ulaghai katika kanisa. That's why in yesterday's ordination service, ndio sababu katika ile ibada ya jana ya kuwekwa wakfu, you saw the charges the Lord laid on you. Mliona zile majukumu ambayo Bwana aliweka juu yenu. When the Lord was finally commissioning you with the charges of God, wakati Bwana hatimaye alikuwa na watuma na zile hoja za Bwana, wajibu wa Bwana, you could see that the Lord was addressing the fall also. Unaweza kuona ya kwamba Bwana alikuwa anashughulikia mwanguko pia. That for you, you will not do this. For you, you will not do this with money. Yeah. For you, you will not have these under dealings with what? Ya kwamba kwako wewe hutafanya hivi, kwako wewe hutafanya hivi na pesa, hautakuwa na ulaghai wa pesa na mambo kama hayo. And so now, na hivyo basi sasa, for the Lord finally to send me to the church, kwake Bwana hatimaye kunituma kwa kanisa, for you people to witness the kind of wonders that you saw here in 2 days. Kwenye enyi watu kuweza kushuhudia maajabu ambayo mliyaona hapa kwa siku 2. That is mercy. Hiyo ni huruma And grace. na neema. That is God now being merciful. Sasa huyo ni Mungu akiwa wa rehema. That is compassion and the love of God. God loving his people. Hiyo ni huruma na upendo wa Mungu, Mungu akiwapenda watu wake. He wants to change their destination. Anataka kubadilisha hatima yao, hatima. And that's the right place to begin from. Na hapo ndipo mahali pazuri pa kuanzia. Hallelujah. Hallelujah. And so this is a very critical time Na hivyo basi huu ni wakati ambao ni nyeti kweli kweli in the life of the church. katika maisha ya kanisa. So still focusing on me a little bit before we get started. Kwa kiasi kabla tuanze. The eye contact. Mkiniangalia macho kwa macho. Once you eyeball me, I will eyeball you. We develop eye contact, then I get started. Mara mtaniangalia pia nitawaangalia kwa macho kisha tutaanza. What I'm saying is this. Kile ninachosema ni hiki. If the Lord has now spoken, ikiwa Bwana sasa amenena, what has the Lord said? je, Bwana amesema nini? And that's why I want to run through some of the visions. This is God the Father speaking directly to the church. Direct now. Just direct to the church. Na ndio sababu nataka niyapitie baadhi ya maono. Huyu ni Bwana mwenyewe akinena moja kwa moja na kanisa. Hallelujah. Hallelujah. I want to begin from the vision of April 2nd, 2004. Nataka nianze na maono ya Aprili tarehe 2 mwaka wa 2004. I was in the Western Hemisphere. Nilikuwa katika nyanja ya magharibi. And then in that vision, alafu katika hayo maono, the Lord lifted me up. Bwana alininua juu. And all of a sudden, alafu ghafla bin vu, I found myself standing before the throne of God. Nikajipata mwenyewe nimesimama mbele ya enzi ya Mungu. Now that is a serious thing for anybody to step forward and say live on Global TV. Sasa hilo ni jambo nyeti sana kwa mtu yeyote kukanyaga mbele na kusema mbele moja kwa moja katika runinga. That he stood before the throne of God. Ya kwamba alisimama mbele ya enzi ya Mungu. And I must say it. Na lazima niiseme. Because it's for purpose. It's deliberate to be able to shake you from your comforts that you may fall back and say, just a moment, what time is this? Kwa sababu ni ya kimakusudi inapaswa iwatetemeshe mahali mlipo mketi vizuri na mseme ngoja kidogo, hii ni saa ngapi hii? That when you hear that, you should be shaken from your comforts. Ya kwamba unaposikia hiyo lazima utingike kutoka katika starehe yako. That how have we reached here where somebody now appears says, I have stood before the throne of God and is back here walking with us here. Ya kwamba je, tumefikaje hapa ya kwamba moja anaweza sema kwamba nimesimama mbele ya enzi ya Mungu na anarudi hapa na kutembea hapa. And that's why I bless the K24 TV and Kameme, because they are bringing this live
into your homes right now. Na ndio sababu In the comfort of your Sabuleni. Na ndio sababu nabariki runinga ya K24 na Kameme TV. And all the other TVs who are covering this. Na TV zingine zote ambazo zinapeperusha haya. Manake wanaileta because it's not ordinary. Kwa sababu sio ya kawaida. For somebody step forward and say, I have come from the throne of God. Kwa mtu kukanyaga mbele na kusema kwamba nimetoka katika enzi ya Mungu. In other words, every instruction I'm going to dispense here has come from the throne of God. Kwa maneno mengine, kila maagizo ambayo naenda kupeana hapa imetoka katika enzi ya Mungu. That is serious. Hiyo ni nyeti kweli kweli. So follow me on this now. Kwa hivyo mnifuatilie katika haya sasa. 2nd of April 2004. Tarehe 2 Aprili mwaka 2004. Standing there. Nikiwa nimesimama pale. And the super white glory that many times you see covers me. Na ule utukufu mweupe kabisa wa utukufu ambao mauona mara nyingi unanifunika. Look at that on your screens. Angalia hiyo katika runinga zenu. Look at your screens right now. Angalia katika televisheni zenyu sasa. That glory that normally comes and covers me. Huo utukufu ambao kwa kawaida huja na kunifunika. Standing before the throne of God. Nikiwa nimesimama mbele ya enzi ya Mungu. And that glory I showed you covers the throne like a mountain like this. Na huo utukufu niliowaonyesha ukafunika enzi namna hii kama mlima. And then alafu he that sits on the throne, yeye aketie katika enzi, he makes me know that he is seated on the throne. ananisababisha nijue ya kwamba ameketi katika enzi. And then look at this now. Alafu angalia hii sasa. After a moment, baada ya muda kidogo, he releases John the Baptist. Anamwachilia Yohana Mbatizaji. And he comes from the throne. Na anakuja tokea katika enzi. All the way to where I was. Kote hadi mahali nilipokuwa. And when he arrives here, na anapofika hapa, he goes, of course, this I come this way, then he speaks with me. Anaenda upande ukisha narudi upande ukisha ananena pamoja nami. Then he tells me kisha ananiambia about the glorious Lamb of God, kuhusiana na mwana kondoo wa utukufu wa Mungu, who died for the sin of the world. Aliyekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. And he says, na anasema, he is now about to come. Sasa yuko karibu kuja. Go and tell, the Father says, go and tell the four corners of the earth. Baba akasema, nenda ukaambie pembe nne za ulimwengu. Baba anasema, go tell the four ends of the earth, nenda ukaambie pembe nne za dunia, to prepare the way wakaiandae njia for the glorious coming kwa ajili ya kukuja kwa utukufu of the Messiah. Kwa Mesia. Look at this now. Angalia hii sasa. While we are still there, tukiwa tungali pale, then the voice of God himself spoke. Kisha sauti ya Mungu mwenyewe ikanena from the throne. Kutoka katika enzi. What did he say? Alisema yapi? He said, let me show you akasema, wacha nikuonyeshe what is about to happen to the earth. Kile ambacho kiko karibu kuitendekea dunia. Then look at this now. Alafu angalia hii sasa. My daughter from Israel, you are here, you're going to listen to this. Binti wangu kutoka Israeli, uko hapa, utaenda kusikiliza hii. Then kisha he takes us all the way from the throne towards Israel. Anatuchukua kote kutoka enzi kuelekea Israeli. Two of us. Wawili wetu. And then when he arrived in the clouds above the Middle East. Alafu tunapofika katika mawingu juu ya Mashariki ya Kati. I know sometimes you want to write, but I think these ones are better you listen to. Then you catch everything more powerfully. Wakati mwingine mwataka kuandika, lakini ni vizuri kuisikiliza, manake unashika kila kitu vizuri. So, lakini above the clouds, above the promised land. Juu ya mawingu, juu ya nchi ya ahadi. Remember, that is 2004. Kumbuka huo ni mwaka wa 2004. Way back. Hapo nyuma kabisa. And then I see the death of Yasser Arafat. Alafu nikaona kifo cha Yasser Arafat. That time he was still alive. Wakati huo bado alikuwa angali hai. And then alafu I saw the tomb, a huge tomb. Nikaona kaburi kubwa. A huge fresh tomb. Kaburi kubwa ambalo ni la hivi punde tu. His tomb. Kaburi lake. Fresh like that. Ambalo ni la hivi punde tu, mbichi namna hii. And then from the clouds where we are. Alafu kutoka kwa mawingu mahali ambapo tulikuwa. I could now see within the whole of the Middle East, the windows, you know, the way they light when you're from above. It's more like candles, but that's really light inside the homes. Ningeweza kuona kutoka kwa mawingu, mwangaza katika unajua haya ni watu ambao wako nyumba zao na wameweka taa on, lakini wakati tuko juu kwa wingu, tumetoka mbinguni, inaonekana kana kwamba wameweka misuma kwa dirisha.
So that's just the way it looks from above. Hivyo ndivyo inavyofanana kutoka juu, utadhani So nimechukua. now, Kwa hivyo sasa, and so, na hivyo basi, then I heard the whole of the Middle East. kisha nikasikia kote kote katika Mashariki ya Kati. There was mourning going on there. Kulikuwa na kuomboleza ambako kulikuwa kunaendelea. And then after that, Alafu baada ya hiyo, then he brought us right above Jerusalem. kisha akatuleta juu ya Yerusalemu. Yerusalemu. Above Jerusalem, Juu ya Yerusalemu, I saw the first change of leadership nikaona mabadiliko ya kwanza ya uongozi in Jerusalem. katika Yerusalemu. And I knew Na nilijua, it was Benjamin Netanyahu. I called it two. nilijua kwamba ni Benjamin Netanyahu, niliita wa pili. Just listen to me. Nisikilize tu. Please give me time. Tafadhali So muda. I knew it was Benjamin Netanyahu too. Nilijua ilikuwa Benjamin Netanyahu wa pili. Because the first Benjamin Netanyahu happened when I used to live in Israel for 7 years. Kwa sababu Benjamin Netanyahu wa kwanza ilifanyika nikiwa naishi pale Israeli kwa miaka 7. For 7 years there. Kwa miaka 7 huko. When I was doing my doctorate there. Nilipokuwa nikifanya shahada yangu ya uzamifu huko. So, hivyo basi, the issue is, swala ni, so when I saw it's Benjamin, I knew it's Benjamin Netanyahu too. Because the first one already happened when I'm there. niliposema Benjamin Netanyahu nilijua ni Benjamin Netanyahu wa pili, manake wa kwanza ilifanyika nikiwa ningali huko. And then, Alafu, I knew it was a right-wing government. nilijua ni serikali ya mrengo wa kulia. So now, Na hivyo basi sasa, as I was looking, nilipokuwa ninatazama, then a second change of leadership took place. kisha mabadiliko ya pili ya uongozi yakafanyika. It was now a more right-wing. Sasa ilikuwa ya Randy, prepare the clips. I'll be able to tell you to flash them in a moment. Don't worry. So it was a more right-wing now. ilikuwa ya mrengo wa kulia zaidi sasa. Focus on me, please. Mniangalie tafadhali. More right-wing. Zaidi ya mrengo wa kulia. Then the Lord said, Kisha Bwana akasema, let me show you how the leaders of the earth are distressed. hebu ni kuonyeshe jinsi ambavyo viongozi wa dunia walivyo na masumbufu. To show me the distress in the capitals of the earth. Kunionyesha masumbufu katika miji mikuu ya dunia. So he began to take me to London, to Paris, to Canberra, Washington DC, where the cities, the capital cities of the earth. Akaanza kunipeleka Taking the two of us. Paris, akitupeleka wawili, miji mikuu ya ulimwengu wote, London, Paris, Ufaransa, kila mahali. With John the Baptist, two of us. Tukiwa pamoja na Yohana Mbatizaji, wawili. And look at what I saw. Na angalia kile ambacho niliona. We saw the leaders of the earth distressed, and they were saying, wow, it's a very right-wing government. How shall we discuss the peace of Palestine with them? Nikaona viongozi wa ulimwengu wakiwa na wasiwasi, na walikuwa nasema, je, tutawezaje kuzungumza pamoja nao masuala ya amani ya Palestina? Kwa maana ni serikali ya mrengo wa kulia sana. Sana sana, si ndio? Maana ni serikali ya mrengo wa kulia sana sana. There was distress. Kulikuwa na wasiwasi. All over the capital cities of the earth. Kote kote katika miji mikuu ya dunia. Everybody's still on me because I said, you can't write this. This is not necessary. I mean, if you catch it in your mind, it's better. Because it boils down to a message. Ukishika katika. Okay. So now, then he brings us back above Jerusalem. Kisha anaturejesha juu ya Yerusalemu. And as we were looking there, na tulipokuwa tunaangalia pale, we have seen the distress globally. Tunaona masumbufu kote kote ulimwenguni. Then he took us back to the throne. Kisha akaturejesha kurudi katika enzi. And as we are going back to the throne, na tunaporudi katika enzi, then I saw aircrafts. Kisha nikaona ndege. And inside the aircrafts, he could show me, for me, he shows me particular people sitting in there. Kwangu mimi ndani ya ndege, unajua kwangu mimi ananionyesha watu hasa ambao wameketi mle ndani. Particular people that I know. Watu fulani ambao ninawajua. So I knew they were Christians. Kwa hivyo nilijua walikuwa Wakristo. And I saw aircraft going to Jerusalem, going to Israel. Na nikaona ndege zikienda Yerusalemu, zikienda Israeli. Over the clouds. My knees Vander, don't sleep please. So going to Jerusalem. Wakienda Yerusalemu.
Isaiah saw that also. Isaya aliona hiyo pia. Randy, can you put the global distress I talked about? Randy, je, unaweza kuweka ile masumbufu ya kiulimwengu ambayo nilizungumzia? Many years later, don't write this down. It's better I get started first. Many years later, miaka mingi baadaye, when now my prophecy is fulfilled, wakati sasa unabii wangu umetimilizwa, exactly as I said in 2004. Kama katika uhasa, kama vile nilivyosema mwaka wa 2004. The global leaders are shocked. They say shocked and horrified. Alarm as Netanyahu forms the Israel most right-wing government. Several years later, when it's now fulfilled, look at the news. Miaka mingi baadaye, wakati sasa imetimilizwa, angalia habari. Ulimwengu ameshtuka. That's why hiyo ndio sababu, if you have been going to a church where God is not speaking, please come here now. Kama umekuwa ukienda katika kanisa mahali ambapo Mungu haongei, tafadhali kuja hapa sasa. Why? Because I care about your eternity. Kwa nini? Kwa sababu najali kuhusiana na umilele wako. Because even a fool, kwa sababu hata mjinga, would have to leave and go where God is speaking. Itabidi aondoke na aende mahali ambapo Mungu anaongea. Even a fool. Hata mpumbavu. That is just there. Several years later fulfilled and it's in the news. Miaka mingi baadaye imetimilizwa na iko katika habari. You see that now, USA Today, Netanyahu will form extreme right wing like that throughout. Unaona hivyo katika ile jarida la USA leo hii global alarm. Kuna wasiwasi wa kote kote ulimwenguni. And those are many years from 2004. Na hiyo ni miaka mingi tangia mwaka 2004. So, I am the one that called Benjamin Netanyahu back to power. Kwa hivyo mimi ndiye ambaye nilimuita Benjamin Netanyahu arudi kwa uongozi. Because of the time we are in. Kwa sababu ya wakati ambao tuko ndani mwake. Regarding the coming of the Messiah. Kuhusiana na kukuja kwa Mesia. And the hostilities that would emanate assault against Israel. Na vile vita na mashambulizi na ukali ambayo inaishambulia Israeli. So now, kwa hivyo sasa, listen to this now. Sikiliza hii sasa. When John the Baptist and I returned before the throne of God. Wakati Yohana Mbatizaji na mimi tuliporudi katika enzi ya Mungu. Still the super white glory is covering the entire throne like a mountain like this. Bado ule utukufu mweupe mkubwa sana umefunika enzi kama mlima namna hii. Yeah, so hivyo. And then now, alafu sasa, John the Baptist is transfigured right in front of me. Yohana Mbatizaji anageuzwa na kubadilishwa mbele yangu namna hii. John the Baptist is transfigured, then I am transfigured. Yohana Mbatizaji ametukuzwa, alafu mimi pia nikatukuzwa. So now, kwa hivyo sasa, these transfigurations you see, huku kutukuzwa ambako mna kuona, like this one here, kama hii hapa, happening on me, ikitendeka kwangu, and in Kisumu because I don't have time, na pia Kisumu kwa sababu sina muda. these transfigurations you see, huku kutukuzwa ambako unakuona, and Helsinki, Finland, na pia Helsinki, Finland. These transfigurations have a prophetic value. Huku kutukuzwa kuko na udhamana wa kiunabii. Prophetic value. Kuko na udhamana wa kiunabii. So it's okay to clap, but just focus on me for a moment so I give out the message. Munilenge kidogo ili kwamba nipeane ujumbe. So now, kwa hivyo sasa, while we are standing there, tukiwa tungali tumesimama pale, transfiguration takes place. Kutukuzwa kunafanyika. And look at this now. Na angalia hii sasa. Then John the Baptist stretched out, look, his right hand. Kisha Yohana Mbatizaji, angalia, akanyosha mkono wake wa kulia. And then he says, behold the glorious Lamb of God. Kisha akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu wa utukufu. Everybody just focus on me for a moment because of time. Kila mtu mnitazame. We can clap later. Tunaweza piga makofi later, much later. Just focus because I need to run. Kwa sababu nahitaji kukimbia. And we are live on TV. Na tuko moja kwa moja katika runinga. So, hivyo, and then the super glorious Lamb of God kisha mwana kondoo wa utukufu sana wa Mungu begins to comes out of the glory of the throne and begins to come towards me. Anaanza kutoka katika enzi ya Mungu na kuanza kutembea kuja kwangu. And he comes all the way and everything becomes super glorious as he's coming. Na anaanza kukuja kunielekea na kila kitu kikakuwa cha utukufu hata super zaidi. Glorious. Cha utukufu hata zaidi anapokuja. And look at this now. Na angalia hii sasa. And as he's coming, the glory like a cloud is flowing with him, covering like that, covering the whole place as he's coming towards me. Utukufu kama mawingu unatirika namna hii na kufunika kila mahali jinsi anavyokuja namna hii.
And I can hear the dreadful sound of the holiness of the dreadful glory of God. Na The ninaweza dreadful kusikia- holiness of God. Na Okay. ninaweza sikia ile sauti ya kutisha ya utukufu wa Bwana. Na utakatifu wa Bwana. Okay. So the sound is like this. It's a hissing sound like this. Like that, as the glory is coming. It's a dreadful sound. It's dreadful. The dreadful holiness of God. Na sauti ni ya kunongonea namna hiyo. Ile utakatifu wa kutisha wa Mungu. This is happening at the throne room of God inside heaven. Hii inatendeka ndani ya chumba cha enzi cha Mungu ndani mwa mbinguni. The dreadful glory of God, the dreadful holiness of God, my Lord. Utukufu wa kutisha wa Mungu, utakatifu wa kutisha wa Mungu, Mungu wangu. So, Hivyo, this is serious. hii ni nyeti kweli kweli. Then, when the glorious Lamb of God is coming, look what happens. Wakati mwana kondoo wa utukufu wa Mungu anapokuja, angalia kinachotendeka. John the Baptist Yohana Mbatizaji walks towards me and disappears in me. anatembea kunielekea mimi na akatoweka ndani mwangu, akapotelea ndani mwangu, Akakuja, akapotelea ndani mwangu. akakuja akapotelea ndani mwangu. No, we don't have time for clapping. Just follow this. Hatuna muda wa kupiga makofi, fuatilia hii. The Lamb, the glorious Lamb is coming. Mwana kondoo wa utukufu anakuja, And when he arrives, na anapowasili, the ridge, a small ridge that was there, disappears now. mtaro mdogo ambao ulikuwa pale ukatoweka sasa. Then look at this now. Alafu angalia hii sasa. Then he has a conversation with me. Kisha akafanya mazungumzo pamoja nami. I have never shared with any human being created by God on that conversation. Sijawahi kushiriki na mwanadamu yeyote ambaye ameumbwa na Mungu kuhusiana na mazungumzo hayo. So, Hivyo, and then after that, alafu baada ya hiyo, then of course, on my way back, I saw the moon glorified and the 4 horses running under the glory, under the moon. katika njia yangu kurudi nikaona mwezi umetukuzwa na wale wapanda farasi wanne. Farasi wanne wa utukufu wakikimbia hapo chini ya Thank you so much. Yeah, that's what I meant. So, Hivyo, then I came back. kisha nikarudi. But let me give you a catch here. Lakini hebu niwapatie jambo la kushika hapa. If you will focus on me, you catch this thing. Ikiwa mtanitazama mtashika kitu hiki. Because there's so much to give. This is just to set a foundation for the message. Kwa sababu niko na mengi ya kupeana. Hii ni kupeana msingi kwa ajili ya ujumbe. The message I want you to pick from there Ujumbe ambao nataka uchukue kutoka hapo is that this is a landmark prophecy. ni kwamba huu ni unabii wa muhimu sana. Because Kwa sababu this prophecy in its own way unabii huu kwa njia yake wenyewe and its further fulfillment, Benjamin Netanyahu appears, na kutimilizwa kwake Benjamin Netanyahu ya baadaye, baadaye, and its further fulfillment over time, na kutimilizwa kwake ya baadaye, it tells you very clearly inakuambia waziwazi kabisa that God was demarcating a prophetic timeline in that prophecy. ya kwamba Bwana alikuwa anaweka alama katika majira ya kiunabii katika huo unabii. Look at this now. Angalia hii sasa. Because later he appears, Benjamin Netanyahu. Kwa sababu baadaye Benjamin Netanyahu anajitokeza. And then that distress is in the news. Alafu hayo masumbufu yako katika habari. Of course, later after that, Yasser Arafat died. Hata hivyo baada ya hiyo Yasser Arafat akafa. And then the prophecies are being fulfilled, but one part of it is not yet fulfilled. Alafu hizo unabii zinatimilizwa, lakini mojawapo ya sehemu ya hiyo unabii haijatimilizwa. Can I help you here? Je, naweza kuwasaidia hapa? Let me help you here. Focus on me. Hebu niwasaidie hapa, mniangalie. When there are changes of leadership in Jerusalem, Wakati ambapo kuna mabadiliko katika uongozi Yerusalemu, we come back to the throne. tunarudi katika Our enzi. garments, we are glorified, we are transfigured. Mavazi yetu tumetukuzwa, tumebadilishwa. And shortly after that, Na muda mfupi baada ya hiyo, the glorious Lamb of God comes. mwana kondoo wa utukufu wa Mungu anakuja kwangu. I think somebody has picked it, I think. Nafikiria mtu Someone has picked what the Lord is saying there. Mtu amechukua kile ambacho Bwana anasema. Make sure you catch that very carefully. Hakikisha umeshika hiyo vizuri kabisa. So there are parts of it not yet fulfilled. Kwa hivyo kuna sehemu yake ambazo bado haijatimizwa. Where now the glorious Lamb comes out. Mahali ambapo sasa mwana kondoo wa utukufu anakuja. And remember the glorified garments and everything. Na We are glorified. So na unakumbuka mavazi yaliyotukuzwa. I'll leave that at that. Nitaacha hiyo kwa hapo. Now, Sasa
Recently, hivi majuzi he showed me the great tribulation. alinionyesha dhiki kuu, And I saw a lot of white fish that have died in the sea. na ninaona samaki weupe wengi ambao wamekufa juu ya bahari. Some years back, Baadhi ya miaka iliyopita, 2004, mwaka 2004, he showed me the sea, alinionyesha bahari, and there was fish in the sea. na kulikuwa na samaki kwa bahari. And then Alafu a beast was devouring them but eating from the stomach. mnyama alikuwa anawararua, lakini akiwakula kutoka kwa tumbo. And they were dying and floating, but white glorious fish. Na walikuwa wanakufa wakielea, lakini samaki weupe wa utukufu. That is the massacre that takes place in the great tribulation. Hayo ni mauaji ya halaiki ambayo yatafanyika katika dhiki kuu. Okay. Basi November 1, Novemba mosi 2006, 3 a.m. in the morning. mwaka wa 2006 saa 9 za I'm asubuhi. just running down them so I can begin the message today. Ninazipitishia tu ili kwamba niweze kuleta ujumbe wa leo hii. That vision, you know, I've gone all over the world. It is the one that birthed out this revival. Hayo maono mnayojua, nimeenda kote kote ulimwenguni kiyatangaza, ndio ambayo yalizalisha uvuvio huu. In that vision, look at this. Katika hayo maono, angalia hii. I'm standing on the earth. Nimesimama duniani. There is total darkness in the sky. Kuna giza totoro katika anga. All of a sudden, heaven opens, Ghafla binfu mbingu zinafunguka, rolling out like a sandwich. ikipita kama karatasi. Then I see inside, I see the super glorious glory of God moving inside heaven. Kisha ndani nikaona utukufu mkubwa kabisa wa Mungu ukisonga ndani mwa mbingu. And then after that, Alafu baada ya hiyo, the glory of God began to breach the boundary and come out. utukufu wa Mungu ukaanza kukiuka ile mipaka na kutoka nje. And come out of heaven and begin to illuminate the darkness over the expanse above the earth. Na kutoka nje ya mbingu na kuanza kuangaza na kuondoa lile giza ambalo lilikuwa limeifunika dunia. And the next part is this. Na sehemu inayofuata ni hii. Then all of a sudden, 2 golden glorious wedding rings are lowered into that entrance, and they are turning opposite each other like this. We have tried to design them with graphic designers sitting here called Macharia. Kisha ghafla binvu, pete za harusi za dhahabu za utukufu zikashushwa chini, alafu zikaanza kupinduliwa namna hii, na tumejaribu kuziunda katika muundo wake na graphic design Macharia. So Hivyo that message has gone global. huo ujumbe umekwenda kote kote ulimwenguni. And then Halafu the voice spoke in that vision. sauti ikanena katika hayo maono. From heaven he said, Kutoka mbinguni ikasema, from today on, kuanzia leo na kuendelea, all authority in heaven and authority on earth has been given to Christ Jesus. mamlaka yote mbinguni na mamlaka yote duniani yamepewa Kristo Yesu. It is true, we clap for the Lord. So now, Kweli tunampigia Bwana makofi. after that, Baada ya hiyo, now I had a greater understanding of the representation, the manifestation of what these 2 golden, spiritual, glorious wedding rings at the entrance of heaven represent. sasa nikapata maelezeo ya nini hizi pete za dhahabu za utukufu za kiroho ambazo zilikuwa katika anga zilikuwa zinawakilisha nini. I now understood that they are, if you want physical, I don't want to use the word physical because they are spiritual. They are the representation, they are the manifestation of the authority of the Christ. Sasa nikapata kujua ya kwamba ni viashiria vya mamlaka ya Kristo. I now understood better Sasa nikaelewa vyema what those glorious, super glorious spiritual wedding rings represent. They represent the authority of the Christ. zile pete za kiroho za kidhahabu zinawakilisha mamlaka ya Kristo. In other words, Kwa maneno mengine, if you focus on me, we will really move mileage. mkiniangalia tutasonga kwa haraka kabisa. In other words, Kwa maneno mengine, the event they are announcing actually does represent the authority of the Christ. tukio ambalo zinatangaza inaashiria mamlaka yake Kristo. And you know, they are announcing the super glorious wedding of the Lamb. Na unajua zinatangaza ile harusi ya mwana kondoo ya utukufu. Sana. Ya utukufu sana. So, look at this now. Angalia hii sasa. They represent
the rapture of the church, the message I want to give you today here. zinawakilisha ile unyakuzi wa kanisa ambayo nataka kuisema hapa leo hii. Ujumbe nataka niwapatie leo. Ujumbe ambao nataka niwapatie. So, Hivyo that capacity of Christ to die on the cross, resurrect, and now be able to take you, man, people, human beings, mortals, into the immortality of God. That is the authority of the Messiah. huo uweza wa Kristo kuweza kuwafia msalabani, alafu kuwachukua nyinyi binadamu na kuwapeleka katika ufalme ambao hakuna mtu ambaye atakufa. So, this is very serious. Hii ni nyeti kweli kweli. That event, Ya kwamba tukio hilo which is being broadcast above here, ambalo linaonyeshwa hapa juu, being announced, ambalo linatangazwa, which I'm going to share here, ambayo naenda kushiriki hapa, that it really presents the best demonstration and illustration of the authority and the power of the Messiah. ya kwamba inawakilisha na kuashiria mamlaka ya Kristo Yesu, ya Mesia. And then, Alafu after that, baada ya hiyo there is a little silence, but now I know what is happening, what this represents, the authority of the Christ. kuna unyamavu kidogo, lakini sasa najua kile ambacho hii inaashiria then mamlaka ya now- Kristo. Alafu sasa The voice speaks again. sauti inanena tena. What does the voice say? Sauti inasema yapi? Everybody. Kila mtu. The voice says, look and see. Sauti inasema tazama na ukaone. In Espanol, mira. Tazama And na Portuguese, mira. Look and see. Tazama na ukaone. Who is seated on the white horse? Ni nani aliyeketi katika farasi mweupe? Everybody now is going to be really on me with your eyes. Kila mtu sasa mtaniangalia na macho zenu. When I'm standing on the earth, Wakati ambapo nimesimama duniani, heaven is open above. mbingu imefunguka juu. The super glorious wedding rings are at the entrance. Zile pete za utukufu mbili za harusi ziko katika kiingilio. The glory has come out and colonized and conquered and committed a coup d'etat against the darkness above the sky. Utukufu umetoka nje na kukiuka mipaka na kufanya Has overthrown mapinduzi. the darkness. Imefanya mapinduzi na kutupilia mbali giza ambalo lilikuwa katika dunia. In other words, I've already seen the real authority of God Kwa maneno mengine, imeona mamlaka in ya kweli overthrowing darkness. katika kutupilia mbali giza. However gross the darkness is, right? Hata kama giza hilo lilikuwa nene kiasi gani. Focus on this. Hebu mniangalie. I'm seeing the wedding rings. The entrance is open. Ninaziona pete za harusi, kiingilio kimefunguka. Then now the voice has said, look and see who is seated on the white horse. Alafu sasa sauti imesema angalia ukaone nani ambaye ameketi katika farasi mweupe. When I look up beyond the threshold of the wedding rings, I see inside heaven a super glorious mighty horse of God. Ninapoangalia juu ya shinikizo ya hiyo pete za harusi ndani mwa mbinguni, ninamwona farasi mweupe wa utukufu sana wa Mungu. wa Mungu. And when I look at the horse, look at this everybody. Na ninapomtazama huyo farasi, angalia hii sasa. I have no message. I have no message to bring to you. Sina ujumbe wa kuwaletea. I wondered, what's the message? Nilishangaa ujumbe ni upi. But Lakini the next thing I realized, jambo linalofuata nalogundua, the Lord has now brought me inside heaven. Bwana sasa amenileta ndani mwa mbinguni. And then Alafu I see what in French they say comportement. ninaona kile katika Kifaransa, In Espanol they say conducta, su conducta. In Espanol they say his conduct. tabia yake. When I looked at his conduct, how he's behaving there, and then I got the message. Nilipoangalia tabia yake, jinsi ambavyo anajiendeleza pale, basi nikapata ujumbe. What did I see that gave me the message to bring to you today? Niliona Live on TV. Niliona nini ambayo ilinipatia ujumbe wa kuwaletea leo hii moja kwa moja katika runinga. Look at this now. Angalia hii sasa. When I looked at the super glorious study, huge white horse of heaven, this is what I saw. Nilipomtazama huyo farasi mweupe wa utukufu wa Mungu ndani mwa mbinguni, hiki ndicho nilichoona. Look at this now. Angalia hii sasa. He was running inside heaven. Alikuwa akikimbia ndani mwa mbinguni. When I saw his behavior, look what he was doing. The front legs, he was stamping them and he was crying. In English, they call it the neighing of the horse.
alikuwa miguu ya mbele, alikuwa anasonga anainua namna hii. Katika Kiingereza ule mlio wa farasi. He was doing this with his front legs. Alikuwa anakanyaga na miguu yake ya mbele namna hii. And wagging his tail. Na akiwayawaya mkia wake. And every time he wags the tail, the glory, he pours glory. Na kila mara anapowayawaya mkia wake, utukufu na mwagika namna hii. Anamwaga utukufu wake. Then I heard the neighing of the horse, how he was crying. He was saying, like when a horse is about to be released. A horse is about to be released. Kisha nikasikia mlio wa farasi, kama vile wakati ambapo farasi uko karibu kuachiliwa. So then I understood now that go tell them that the super glorious white horse that comes 7 years after the rapture is ready. Is about to be released to bring the kingdom of the Messiah to the earth. Kisha nikaelewa ujumbe ya kwamba nenda ukawaambie ya kwamba farasi wa utukufu mweupe yuko karibu kuachiliwa, ambaye analeta ufalme wa Mungu baada ya miaka 7 baada ya miaka 7. Baada ya unyakuzi. So look at this now. Angalia hii sasa. In other words, go tell them. Kwa maneno mengine, nenda uambie that the kingdom of God is near. Ya kwamba ufalme wa Mungu uko karibu. And it is coming. Na unakuja. So tell them to prepare. Kwa hivyo waambie wajiandae. Aye. Just focus on me now. Munitazame sasa. I still want to give you as much. Bado nataka kuwapatia mengi zaidi. Then I'll be able to launch the message. When you will hear the message tonight about all this put together, you will change tonight. Tonight you'll never be the same again. Everything has changed. I know what I'm going to tell you. What the message is going to, what is going to come out of this. I know. Wakati ambapo utasikia ujumbe, ninajua ule ujumbe ambao naenda kuupeana. You have crossed oceans, you have crossed continents, you have crossed rivers and lakes and mountains and nations to come here. I must give it to you properly. Mumefuka bara, mumefuka milima na mito. Mabara, milima, manini. Thank you. So focus on me now. Munilenge sasa. So, kwa hivyo, then you understood, we are waiting for rapture. Basi unaelewa kwamba tunangojea unyakuzi. And yet he's already showing me that now look, even that second coming is now near. When he comes to Jerusalem. Alafu unaona sasa ananionyesha ya kwamba hata huko kuja kwa pili sasa kumekaribia, wakati atakuja Yerusalemu. So listen to this now. Kusikiliza haya sasa. Very serious. Nyeti kweli kweli. Because now, kwa sababu sasa, heaven, mbingu, is directly involved in communicating to the church, to man, mortal man, that the Messiah is coming. Mbingu imehusika moja kwa moja kuzungumza na kanisa na mwanadamu ya kwamba Masihi anakuja. That's a powerful place. Hapo ni mahali pa nguvu kweli kweli. Most anticipated. Iliongojewa sana. Because no, you know, when you hear the prophecy, you're gonna prepare. You will prepare. And then you will enter heaven. It changes everything really. Wakati ambapo unasikia unabii, utajiandaa kuingia mbinguni. Itabadilisha kila kitu. Kwa sababu when an atheist king in Egypt, atheist, wakati ambapo mfalme kafiri kule Misri, un rey ateista, mfalme kafiri que adora ídolos, adora Satanas, kafiri, that is worshiping the devil, worshiping idols. Ambaye anaabudu shetani, anaabudu vinyago. When that king had the prophecy of Joseph, the prophecy of the Lord. Wakati huyo mfalme aliposikia unabii wa Yosefu, unabii wa Bwana. My Lord. We are talking about an atheist king who does not have the Holy Spirit. Tunazungumzia kuhusu mfalme kafiri ambaye hana Roho Mtakatifu. He believed the prophecy of the Lord. Aliamini unabii wa Bwana. And the evidence that he believed was he changed his behavior after hearing the prophecy. He began to build silos. He elevated Joseph to the second in command. He told people to till the land, begin storing up foods. That is the proof that you have believed the prophecy. Only that is the proof. Right? Only that is the proof. Kwamba alibadilisha tabia yake, akamuinua yule Yosefu kuwa ndiye waziri mkuu, akajenga masailo na akaambia watu waanze kulima. Akajenga masto, akaanza kuweka nafaka pale. So now, kwa hivyo sasa, in Spanish they say, katika Spaniola wanasema, solamente cambiamentos en su conducta. Only changes in his behavior prove that he believed the prophecy. Ni kubadilisha kwa tabia yake ndio thibitisho kwamba aliamini unabii.
Tonight, you're going to change. Leo hii itabidi ubadilike. There is going to be change here. Kunaenda kuwa na mabadiliko hapa. Listen to me. Focus on me now. Sikiliza mnilenge sasa. Do you remember what the voice said? The voice said, look and see who is seated. Je, mnakumbuka Seated sauti ilisema nini? on the white horse. Sauti ilisema kwamba angalia ukaone ni nani ambaye ameketi juu ya farasi mweupe. Everybody, are you on me now? Kila mtu mnanilenga sasa. When I now looked at he who was riding the white horse inside heaven. Please, can you understand me? This is happening inside heaven. Nilipotazama na kumwona nani ambaye alikuwa anamwendesha huyo farasi wa utukufu mweupe ndani mwa mbinguni. Tafadhali mnielewe, hapa ni ndani mwa mbinguni. Ambapo naongea kuhusu. Ambapo naongea kuhusu. So, hivyo I saw the super glorious glory of the Lord over the white horse as the horse was running there as if he's about to be released. Nikaona utukufu mweupe, utukufu mkubwa kabisa mweupe juu ya huyo farasi alipokuwa anakimbia kana kwamba anataka kuachiliwa kutoka. I saw the glory of the Lord seated on the super white glorious horse. Nikaona utukufu wa Bwana wa utukufu kabisa umeketi juu ya farasi mweupe wa utukufu wa Bwana. Follow me on this. Munifuate katika hii. And then, alafu, at one point the horse comes towards me. Kwa wakati mmoja huyo farasi anakuja kwangu kunielekea mimi. And he stops in front of me. Na anasimama mbele zangu. His front legs are somewhere here. Miguu yake ya mbele iko juu namna hii mahali fulani hapa. So he is not your ordinary horse. Kwa hivyo sio farasi wenu wa kikawaida. And then physically I touched the legs. Alafu kihalisia nikaguza miguu yake. So now I want to say here. Kwa hivyo sasa nataka kusema hapa that I have physically touched the white horse that will come to Jerusalem 7 years after the rapture. Kihalisia nimemguza farasi wa utukufu mweupe ambaye atakuja Yerusalemu miaka 7 baada ya unyakuzi. Again, that also, if somebody appears and says that, there is a purpose meant to shake you. That you may say, just a moment, what time have we run into? That you may prepare. Tena hiyo ikiwa mtu ataisema inapasababisha ikutingike kidogo, ikutingize ili kwamba upate kujiuliza, je, ni wakati gani huu? Ili kwamba uweze Okay, I want to finish now. You say, nataka kumaliza sasa. So now, kwa hivyo sasa, in another vision, he writes in the sky, Jesus of Nazareth is coming. Katika maono mengine, anaandika katika anga, Yesu wa Nazareti anakuja. But I want us to understand one thing here. Lakini nataka tuelewe kitu kimoja hapa. It looks like every vision, every conversation is pointing at one thing, the coming of the Messiah. Yaonekana kila maono inaashiria jambo moja, kukuja kwa Mesia. I don't want that to be lost on you. And then, alafu, in another vision, katika maono mengine, he shows me that the rapture has happened and he shows me those who remain. Ananionyesha kwamba unyakuzi umefanyika na ananionyesha wale ambao wamebaki. I have described this globally. Nimeelezea hii kote kote ulimwenguni. Look now. Angalia sasa. Rolling on the soil and gnashing their teeth. Wakibingiria kwa udongo, kwa mchanga na kusaga meno yao. Nobody has ever preached more about hell than the Messiah himself. Hakuna mtu ambaye amehubiri kuhusu kuzimu zaidi kuliko Mesia, Yesu Kristo mwenyewe. Hakuna mtu yoyote ambaye ashahubiri kuhusu Gehenna, Gehenamu sana kuliko Mesia. Mesia mwenyewe ndiye aliyehubiri kila mara kuhusu Gehenamu. The Messiah himself preached so much about hell that you may not go there. Mesia mwenyewe alihubiri sana kuhusu Jehanamu ili kwamba msiende huko. Another one, he shows me when the rapture happens, one part of the earth will be day, another part will be night. Nyingine ananionyesha wakati ambapo unyakuzi umetendeka, sehemu moja ya dunia itakuwa wakati wa mchana na nyingine itakuwa wakati wa usiku. Now I want the culmination of these two visions. Sasa nataka hitimisho ya maono haya mawili. I want to give two major ones, then I stop there and start the message. Nataka nipeane mawili muhimu alafu nitakomesha hapo sometimes as if he's delaying me in his pulling. I don't have time. Yeah, so March 22nd, Machi tarehe 22, 2024. Mwaka wa 2024.
I am preparing to go to Venezuela for a national revival. Ninajiandaa kwenda Venezuela kwa ajili ya uvuvio wa kitaifa. And you know, we had prepared Caracas, Maturin, San Felix, Puerto Das, Barinas, where all the cities, most of the cities of Venezuela. Na unajua tulikuwa tumeandaa Caracas, Maturin, miji yote kule Venezuela, miji mingi kule Venezuela. So March 22nd, Hivyo Machi tarehe 22, you really want to look at me on this one. kwa kweli unataka kuniangalia kwa hii. March 22nd, 2024, that year that ended yesterday. Machi 22 mwaka wa 2024, mwaka huu ambao umeisha jana. In that vision, Katika hayo maono, I am standing on the earth. nimesimama duniani. Then by voice, God the Father says the following. Kisha kwa sauti Mungu Baba akasema yafuatayo. Look, the Lord is coming in the sky. Angalia, Bwana anakuja katika anga. And when I looked up into the sky, Na nilipotazama katika anga, I saw the exact moment, momento exactamente, the exact moment when he had just arrived in the sky like this. nikaona wakati hasa ambapo alikuwa amewasili katika anga namna hii. Amewasili tu, Amewasili instant. tu katika Okay, anga. okay. When he had just arrived in the sky. Wakati tu alikuwa amewasili katika anga. Ladies and gentlemen, Wapendwa, let me just share this. mabibi na mabwana, hebu nishiriki hii. I have seen the golden crown of the Lord. Nimeona taji ya dhahabu ya If you Bwana. listen to me, thank you for clapping, but just listen to me because of time. I have seen the golden crown of the Lord. Nimeona taji ya dhahabu ya Bwana. In another vision we can describe later. Katika maono mengine ambayo tunaweza kuyaelezea baadaye. But this time around when he arrived in the sky, Lakini mara hii anapofika katika anga, the golden crown that he was wearing had now become resplendent, glorious, because of the infinite glory of his return. sasa mara hii taji yake ya dhahabu ilikuwa imefanyika ya utukufu kwa ajili ya kurudi kwake kwa utukufu. Kwa ajili ya utukufu mkubwa sana wa kurudi kwake. Thank you very much. He doesn't have to repeat what you have said. So listen to this now. Kwa hivyo sikiliza haya sasa. Because of the infinite glory of his return. Kwa sababu ya utukufu mkubwa wake wa kurudi kwake. Focus on me. Muniangalie. He was totally glorified. Alikuwa ametukuzwa kabisa. And that golden crown now became like diamante in Spanish, like diamond or like crystal glass, because of the infinite glory of his return. Na hiyo taji yake Ya dhahabu iligeuka sasa, ilikuwa kama diamond ama kama kioo ambayo inametameta. Sasa ilikuwa kama dhahabu. Thank you. So very powerful. ya nguvu sana. Then I saw the church pull to him. Kisha nikaliona kanisa limevutwa kwake. And then look at this now. Alafu angalia hii sasa. In a moment, the cloud came and closed them inside heaven. Ghafla binfu wingu likawafungia ndani. So that's one. Number two, November 20th, 2023. Jambo la pili, Novemba 20 mwaka 2023. I want to finish with these three and then I'll get started tonight. Ninataka kumaliza na hizi tatu alafu nianze leo hii. But when you will hear the message, your life is going to change forever. Lakini mtakaposikia ujumbe, maisha yenu Even if yanabadilika milele. okay, it's good to clap, but I'm just saying, even the way you execute your life is going to change now. Hata jinsi ambavyo mnaendeleza maisha yenu itaenda kubadilika leo hii. But look at this now. Lakini angalia hii sasa. March 20th, 2023. I'm taking you back from 2024. I pushed you back to 23. Machi 20 mwaka November 20th, 2023. Novemba 20 mwaka 2023. Again, Tena I'm standing here on the earth. nimesimama hapa duniani. Then in that vision, the voice of the Lord says the following. Kisha katika hayo maono sauti ya Bwana ikasema yafuatayo. Look, Angalia, the king is about to appear in the sky. mfalme yuko karibu kuonekana katika anga. Then all of a sudden, Kisha ghafla binvu he appeared. akaonekana. And again, the church is pulled towards him. Na tena kanisa linavutwa kuelekea kwake. And they enter, cloud covers them in. Na wanaingia na wingu linawafunikia ndani. The third one now, Ya tatu sasa, so that I may start. ili kwamba nianze. January 15th, 2017. Januari 15 mwaka 2017. And in that vision, Na katika hayo maono, this time around the Lord lifts me up above the earth. mara hii Bwana ananinua juu ya dunia. And when I'm there above the earth, Na wakati niko pale juu ya dunia,
by voice he asked me to look left and down. Kwa sauti akaniuliza niangalie kushoto na chini. Left and down. Kushoto na chini. And when I look left and down, I see the earth. Na nilipoangalia kushoto na chini nikaiona dunia. But I saw the exact moment when the church actually left the soil. Lakini nikaona wakati haswa, wakati ambapo kanisa lilitoka kwa mchanga, likaondoka kwa udongo. Before you clap, allow me just give the message. Kabla mpige makofi, mniruhusu nipeane ujumbe. I saw that they were glorified. Niliona kwamba walikuwa wametukuzwa. Glorious garments also. Mavazi ya utukufu pia. And they are pulled up by the glory of the Lord. Na wamevutwa na utukufu wa Mungu. When they arrive exactly where I am, wanapofika mahali hasa ambapo niko, that height, katika kimo hicho, then now they cross in front of me. Sasa wanavuka mbele yangu. When they cross exactly in front of me, wanapovuka hasa mbele yangu, there is something the Lord wanted to show me to bring it to you, the church of Christ. Kunacho kitu ambacho Bwana alitaka kunionyesha ili niwaletee nyinyi kanisa la Kristo. I see that they are having a super glorious white garment, even in your homes, please. Ninaona ya kwamba wako na mavazi meupe ya utukufu yenye kung'aa. Hata katika manyumba. I see that each one of them, whether young or old, must wear a super glorious white garment. Ninaona ya kwamba kila mmoja wao, awe mchanga ama mzee, lazima wavalie vazi jeupe la utukufu linalong'aa. I see ninaona that the white garment, the sleeve, has another connecting cloth to the main body. Ya kwamba hilo vazi la utukufu, ile sehemu yake ya mkono inaungana na vazi jingine hapa chini. Hapana. Iko na nguo nyingine ambayo ina connect kwa nguo. Connect Swahili, they understand. Iko na nguo nyingine ambayo inaunganisha. Thank you. So, hivyo, I see that there is a cloth connecting the sleeve to the main body of the cloth. Ninaona kwamba kuna nguo nyingine ambayo inaunganisha mkono hapa na nguo yenyewe hasa. So if they did this, you might think they have wings. They don't have wings. Kwa hivyo wakifanya hivi, wakiinua mikono, utadhani kwamba wako na mabawa. Hawana mabawa. The next thing I see also, jambo lingine ambalo naliona pia, is that they have white glorious turbans covering the head and flowing in the back. Ni kwamba wako na vilemba vya utukufu ambavyo vinafunika kichwa na inatirika hadi kwa mgongo. Then I saw them join the glory of the Lord where the Lord was standing. Kisha nikaona wakiungana na utukufu wa Bwana mahali ambapo Bwana alikuwa amesimama. And the cloud I called in Kisumu, you can see it over there on the screen. Ambalo naliliita kule Kisumu, unaweza kuliona kwa runinga. You can see him there. Unaweza kumuona pale. Okay, let focus. Then he appeared about 20 to 30 meters away from me. Kisha akaonekana yapata mita 20 ama 30 kutoka kwangu. Look at this now. Angalia hii sasa. Then everybody here. Alafu kila mtu hapa. The cloud, this cloud, he opened like this. Wingu he opened the door like this. Wingu huyu akafungua mlango namna hii. That is spectacular, especially if you're watching that in the vision. That is really spectacular. Hiyo kwa kweli ni ya kiajabu, ni ajabu. You are talking about the realizations of eternity. They are beckoning now. The realities of eternity. Unazungumzia kuhusu uhalisia wa umilele, unabisha hodi sasa. Opening like this. Akifungua namna hii. And then super glorious white stairs were lowered. Kisha ngazi za utukufu nyeupe zikashushwa. Look at this now. Angalia hii sasa. Then I saw now, kisha nikaona sasa, these people taken by the Lord, their glorious feet touching the glorious stairs of everlasting life, of eternity, of New Jerusalem, and they are entering. They never came back. They entered and entered forever. Wakikanyaga na miguu yao ya utukufu, wakikanyaga ngazi za utukufu na umilele. Ngazi za mbinguni, ngazi za milele, ngazi za Yerusalemu mpya. Okay, I have already said it. You know, I'm trying to say so I can cut time. He repeats them. Hallelujah. Hallelujah. The glorious stairs of eternity, my Lord. Ngazi za utukufu za umilele, Mungu wangu. That this is where we have reached as a church, whereby now we are having this type of conversation. Ya kwamba hapa ndipo ambapo tumefika kama kanisa, ambapo tuko na mazungumzo ya aina hii.
And the one dispensing this kind of conversation, Na yule ambaye anapeana mazungumzo ya aina hii, just 2 days ago he said, he lined up the blind and the deaf. He says, I'm walking here, says the Lord of hosts. And the shadow touching. The one saying so has just done that here. So you can really understand this. yule ambaye amesema hivyo hivi juzi siku mbili aliwapandisha foleni vipofu na viziwi, na akasema kwamba Bwana Mungu anatembea hapa na kivuli cha Bwana. Hapana, wacha mchezo wewe. Akasema, I am walking here, natembea hapa asemaye Bwana wa majeshi. I am walking here, says the Lord of hosts. Who says that? Ninatembea hapa asemaye Bwana wa majeshi. And I said, I have 2 shadows. Na nikasema niko na vivuli viwili. And it is true. Na ni ukweli. When people are lined up, blind on the left, blind on the right, the deaf, the shadow touched both sides, my Lord. And the deaf ears popped out. Look at this now. Even the manna, focus on me now. Okay, it's over there, he's doing it. But look at this now. Even the manner in which we found out blind eyes or deaf ears open, the people who were deaf were all of a sudden closing their ears like that. That we know this one is open and sensitive. This is open sensitive now. Watu ambao walikuwa viziwi tuligundua kwamba wamefunguka masikio yao, walikuwa wamefunika masikio yao, ilikuwa na sensitive. Walikuwa wanafunika baada wacha. Toka kwa hiyo. Let me translate it myself. Walikuwa wanafunika masikio zao na kutetemeka kuonyesha ya kwamba imefunguka na sasa iko sensitive. Baraka, translate. Walikuwa wanafunga masikio yao kuonyesha ya kwamba iko sensitive. We are live on TV, remember that? I know the bishops are looking with anger there. So listen to me now. Kwa hivyo nisikilize sasa. The one talking about eternity in this way has just done that there. Yule ambaye anazungumzia kuhusu milele kwa njia hii ameshafanya hiyo pale. So here you can really prepare. Kwa hivyo hapa kwa kweli unaweza kujiandaa. Okay, can we stop? Sit down for a moment. We start the message. Ketini kidogo ili tuanze ujumbe. So now, kwa hivyo sasa, in all these visions put together, katika maono haya yote yakiwa yamewekwa pamoja, what is the Lord saying? Bwana anasema nini? What is the message that now you will go with home? Ni ujumbe upi ambao sasa utaenda nao nyumbani? That when somebody asks you, what did the Lord say? You say, this is what the Lord said. Ya kwamba wakati mtu atakuuliza Bwana alisema nini, utasema hiki ndicho ambacho Bwana alisema. Number one. Jambo la kwanza, it is too clear now. It's very clear. He is saying the Messiah is coming. Ni wazi sasa, ni wazi kabisa ya kwamba anasema Masihi anakuja. And number two, na jambo la pili, we are going to look at which coming of the Messiah is he talking about. Tunaenda kuangalia ni kukuja kupi kwa Mesiya ambako anakuzungumzia. Otherwise you sit somewhere else. So, which coming of the Messiah is he talking about? Ni kukuja kupi kwa Mesiya ambapo anakuzungumzia. Hallelujah. Hallelujah. Number three, before we start. Jambo la tatu kabla tuanze. And go to scripture. Na kwenda kwa maandiko. You can tell that he's saying. Unaweza kukisia ya kwamba anasema. The entry of the church into eternity. Kuingia kwa kanisa katika umilele. So in other words, if we put all that together that God has spoken here today, you can see that there's one common denominator. He's talking about the final entry of the church into heaven. Kwa hivyo unaweza unganisha hayo yote ambayo Bwana amesema leo hii hapa, ni kwamba anazungumzia kuhusu kuingia kwa kanisa kwa umilele. Hatimaye. Number 2 or number 3 or 4, whatever the case be. Nambari 4 ama 3 yoyote ile. You can hear the Lord saying, unaweza kusikia Bwana anasema, that go and announce to them, ya kwamba nenda ukawatangazie, that I have shown you the final departure of the church, departure from the earth here. Ya kwamba nimekuonyesha kuondoka nenda waambie ya kwamba hatimaye sasa nimekuonyesha. Hatimaye sasa nimekuonyesha kuondoka kwa kanisa kutoka katika dunia. That is serious. Hiyo ni nyeti kweli kweli. So, hivyo, in all that I was saying until now before we open scripture, katika yote ambayo nimekuwa nikizungumza hadi sasa kabla tufungue maandiko,
You can hear the Lord announcing unaweza kumsikia Bwana akitangaza that very soon the church will depart from the earth. ya kwamba hivi karibuni kanisa litaondoka katika dunia. That there is going to be a departure from the earth. Ya kwamba kunaenda kuwa na kuondoka kutoka kwa dunia. Then go tell them to prepare for departure. Na nenda ukawaambie kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. Or ama go tell them to prepare for entry. Nenda ukawaambie wajiandae kwa ajili ya kuingia. Because tell them I have shown you the final entry of the church into eternity. Kwa sababu nenda ukawaambia kwamba nimekuonyesha kuingia kwa hatimaye kwa kanisa kwa umilele. There are two comings back of the Messiah. Kuna kurudi mara mbili kwa Mesia. I must distinguish this. Lazima nitofautishe hii. There is the coming of the Messiah on a day and at an hour when you least expect, called the rapture of the church. Kuna kurudi kukuja kwa Mesia katika siku na saa ambayo hautarajii, ambayo inaitwa unyakuzi wa kanisa. And there is the second coming of Christ to Jerusalem. Na kuna kurudi kukuja kwa pili kwa Kristo Yerusalemu. So you can see in one of those visions, he arranged it very well. He brought the wedding rings first, then the second one was the event of the white horse. Unaweza kuona katika hayo maono aliipangilia vizuri. Alizileta pete za harusi kwanza, kisha ya kuja pili katika yule farasi mweupe wa utukufu. I want us to talk about the rapture of the church. Ninataka tuzungumzie kuhusu unyakuzi wa kanisa. The reason God has sent me before you today. Sababu ambayo Bwana amenituma mbele zenyu leo hii. To announce to you that the Messiah is about to come to take the church into glory. Kuwatangazia ninyi ya kwamba Bwana yuko karibu kurudi kuja kulichukua kanisa katika utukufu. If you look at scripture, ikiwa utaangalia maandiko, in the book of Daniel chapter 2, I have seen this vision. Katika kitabu cha Danieli mlango wa pili nimekwisha yaona haya maono. Daniel chapter 2, 44 and 45, the interpretation of the vision. Danieli mlango wa pili 44 45, ule ukalimani wa hayo maono. Daniel chapter 2, we are starting from there before we go to 1 Corinthians 15. Danieli mlango wa pili tunaanzia hapo kabla tuende katika Wakorintho wa kwanza 15. Look at what he says here. Angalia kile ambacho anachosema hapa. Daniel 2, 44 and 45. Danieli 2 44 na 45. He says, in the time of those kings, anasema katika siku za wafalme the God of heaven will set up a kingdom Mungu wa mbinguni atauweka ufalme that will never be destroyed. ambao kamwe hautaangamizwa. Nor will it be left to another people. Wala hautaachiwa taifa jingine. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. Utaziponda zile falme zote na kuzikomesha. But it will itself endure forever. Bali wenyewe utadumu milele. This is the meaning of the vision of the rock cut out of the mountain, but not by human hands. Hii ndio maana ya maono ya jiwe lilochongwa kutoka mlimani, lakini si kwa mkono wa The mwanadamu. rock that smote the iron and the bronze and the clay and the silver and the gold and broke them to pieces. Lile jiwe ambalo lilivunja chuma, shaba, udongo wa mfinyanzi, fedha na dhahabu vipande vipande. The great God has shown the king what to take place in the latter days, the future days. Mungu mkuu amemwonyesha mfalme kile kitakachotokea wakati ujao. The dream is true and the interpretation is trustworthy. Ndoto hii ni ya kweli na tafsiri yake ni ya kuaminika. The summary of it all before we start Muktasari wa yote kabla tuanze is that the Lord has sent me here to announce ni kwamba Bwana amenituma hapa kutangaza that the kingdom of God is coming. ya kwamba ufalme wa Mungu unakuja. God promised in the Bible Mungu aliahidi katika Biblia that one day the kingdom of God would come. ya kwamba siku moja ufalme wa Mungu utakuja. And all these cascades the Lord has described in conversation. Na mfululizo huu ambayo Bwana amenena katika mazungumzo. They have been pointing at one thing, that one day the kingdom of God is coming and that coming is near.
imekuwa ikikonyezea jambo moja, ya kwamba siku moja ufalme wa Mungu utakuja, na hiyo kukuja imekaribia. And you are going to see very shortly that the rapture of the church is simply one of the events in the zero countdown to that kingdom. Na mtaenda kuona hivi karibuni ya kwamba unyakuzi wa kanisa ni moja wapo ya tukio katika tathmini ya kuelekea katika ufalme wa Mungu. Kukuja kwa ufalme wa Mungu. 1 Corinthians chapter 15, 24, 25. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 24-25. It says the following. Anasema yafuatayo: Then the end will come kisha mwisho utakuja when he hands over the kingdom to God the Father. wakati atakapoupeana ufalme, atakapoukabidhi Mungu Baba ufalme. Okay, let me begin again because translator is wavering. Then the end will come Ndipo mwisho utafika when he hands over the kingdom to God the Father, wakati atakapomkabidhi Mungu Baba ufalme, after he has destroyed all dominion, authority and power. akiisha angamiza kila utawala na kila mamlaka na nguvu. He must reign until he has put all his enemies under feet. Kwa maana lazima Kristo atawale mpaka awe amewaweka adui zake wote chini ya miguu yake. Focus on me for a moment, blessed people. Kwa kitambo kidogo, Beloved people. watu wapendwa. He's saying the following. Anasema yafuatayo: That God Almighty, ya kwamba Mungu mkuu mwenyezi he has promised in the Bible ameahidi katika Biblia that the kingdom of God must come. ya kwamba ufalme wa Mungu lazima uje, And that kingdom is coming. ni ya kwamba huo ufalme unakuja, And that kingdom will destroy all the kingdoms you see on the earth right now. na ya kwamba huo ufalme utaangamiza falme zote ambazo mnaziona sasa hivi katika dunia. The kingdom of Russia, Ufalme wa Urusi, the kingdom of USA, ufalme wa the Marekani, kingdom of Kenya, ufalme the wa kingdom Kenya, of Australia, South Africa, whoever, Europe, Britain, wherever. He will destroy France. Everything will be destroyed. ufalme wa Australia, And Ufaransa, only the Afrika Kusini. kingdom of God will remain standing. Ataharibu falme hizo zote, na ni ufalme wa Mungu peke yake ambaye utabaki umesimama. Okay, right until there, Hadi mahali hapo the message has been delivered. ujumbe umekwisha wasilishwa. Meaning, Kumaanisha if all these kingdoms are going to be destroyed, then I rather invest in that which endures forever, which emerges victorious. ikiwa falme hizi zote zitaenda kuharibiwa, afadhali niekeze katika huo ufalme ambao utadumu milele, manake anaishia kuwa mshindi. I rather join the winning side. Afadhali niungane na ule upande unaoshinda. Hallelujah. Hallelujah. So can we look at the rapture of the church real quick and then the message? Je, tunaweza angalia unyakuzi wa kanisa kwa haraka alafu baadaye ujumbe? Those of you tuned in at home Wale ambao mnasikiliza kule and nyumbani globally, na mnatazama kote I ulimwenguni, want you to understand this. nataka mpate kuelewa hili, That distance does not matter. ya kwamba umbali haujalishi. You too can equally partake of this message and change your eternity. Wewe pia unaweza kushiriki ujumbe unaubadilisha umilele wako. And I want you to know Na ninataka upate kujua that there is a scripture in the Bible, ya kwamba kunalo andiko katika Biblia that really celebrates the coming of the Messiah at an hour you least expect. ambalo kwa kweli nasherekea kukuja kwa Mesia katika saa ambayo hautarajii kabisa. I call it the fundamental scripture that rolls out the cascade. Ninaliita andiko la kimsingi ambalo linazindua mfululizo. That is 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Hiyo ni Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, 13 hadi 18. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Blessed are you, Kenya, Mmebarikiwa nyinyi Kenya, that this kind of message is being transmitted from your land. ya kwamba aina hii ya ujumbe inapeanwa kutoka katika nchi yenu. The people have come from as far as Lima, Peru. Unaona watu wametoka mbali kule Lima, Peru. That is the other side of the earth. Hiyo ni sehemu ile nyingine ya dunia. Maryland, Maryland, Fiji, Australia, New Zealand. Fiji, Australia, New Zealand. But for you, you are finding it here on the silver platter. Lakini kwako wewe, kwenyu nyinyi mnaipata hapa All you need kwa sahani. is to get into a matatu and arrive. Kile ambacho unahitaji ni kuingia kwa matatu na umefika. Surely, even God, if you don't enter, He can increase the fire to burn you. Kwa kweli hata Mungu kama mtakosa kuingia, anaweza kuongeza moto wa kukuteketeza, kukuchoma.
Senior most leaders are sitting here Viongozi- from the US Senate. Viongozi wa ngazi ya juu wameketi hapa kutoka katika seneti la Marekani. You cannot fail to enter. Hauwezi kosa kuingia. Because if you thought anything about it, at least when you see such a leader here and then you realize this is now serious. Kwa sababu ikiwa uliwazia kitu kukihusu, lakini unapoona kiongozi wa namna hiyo, wa ngazi ya juu, mheshimiwa namna hiyo, basi unabadilisha. Na kuona ya kwamba inamaanisha Hii sasa inamaanisha sana. Hii sasa sio mzaha. Yes. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 4, we are reading 13 and 18, right? Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 tutasoma 13 hadi 18, sivyo? Okay, now. Basi 1 Thessalonians chapter 4. Again, everybody together with me, and then we move together bit by bit that nobody is left out. tena Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13, muambatane pamoja nami ili kwamba usikose chochote. Yeyote asiwachwe nyuma. Yeyote asiachwe nyuma. 1 Thessalonians chapter 4:13 it says, Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 13 wasema, it says, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. lakini ndugu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala mauti, ili msihuzunike kama watu wengine wasiokuwa na tumaini. He's saying in verse 13 Anasema katika mstari wa 13 that God does not like ignorant believers. ya kwamba Mungu hataki waumini wa kutokujua. Not at all. Kamwe katu. God does not like people that sit in the church and they are virtually uninformed about the basic fundamentals, the bedrock of Christian salvation. Mungu hataki Wakristo ambao wameketi kanisani na Hawataki kabisa. hawataki kabisa watu ambao hawajui misingi ya muhimu ya Ukristo. wameketi kanisani na hawajui Ili hali hawajui misingi ya wokovu. So, Hivyo, looks like I'm preaching in two languages now. So, hivyo the first thing he raises there, jambo la kwanza ambalo analiibua pale, that if people are born again, ya kwamba ikiwa watu wameokoka, then their lifestyle, the way they live their lives, the way they execute their lives on this earth must be vividly different from those who are not born again. basi mtindo wao wa maisha, jinsi ambavyo wanajiendeleza katika maisha yao, lazima iwe hadharani tofauti na wale ambao hawajaokoka. Boy, let me tell you, that had rather be true. Hiyo afadhali iwe ukweli. Because the Son of God to come and die for your sins, Kwa sababu- and then you want to tell me has no consequence in your life? Not at all. Kwa sababu It must have a vivid consequence. When I look at you, I must see that this person has taken Jesus and the destination is definitely heaven. mwana wa Adamu kuja na kufa kwa ajili yako, lazima iwe na utofauti. Lazima ni kuangalie na nione kwa kweli huyu ameokoka, amempokea Kristo, maisha yake ni tofauti na hatima yake imebadilika, anaelekea mbinguni. Very powerful. ya nguvu sana. So listen to this now. Kwa hivyo sikiliza hii sasa. He says, Anasema, dear brothers and sisters, wapendwa ndugu na dada, the Lord God Almighty now wants to talk about the rapture, the taking of the church into glory. When he wants to talk about it, he addresses himself to an exclusive group of people. wakati sasa Bwana anataka kuzungumzia kuhusu unyakuzi, anapotaka kuzungumzia, anaongea na kikundi hasa cha watu fulani, Un kipo exclusivo. watu ambao ni tofauti. Hapana, wachana. So Hivyo the rapture is not for everybody. unyakuzi sio wa kila mtu. That's what he's saying. Hicho ndicho ambacho anasema. He addresses himself to a group of people, those of you at home. He addresses himself to an exclusive. Now God wants to talk about the entry of the church into heaven. Now he's addressing himself
to a specific group, a specific people, exclusive group. He calls them hermanos y hermanas, brothers and sisters. Wakati sasa Bwana anataka kuzungumzia kuhusu unyakuzi, kuingia katika ufalme wa Mungu, anazungumzia katika na kikundi cha kipekee hasa. Anazungumzia kikundi, special group. Anazungumzia kikundi cha kipekee kilichotengwa Maalum ambao anawaita ndugu na dada. Hallelujah. Hallelujah. The rapture is not for all people. Unyakuzi sio wa watu wote. My question is, if I were a pastor, Swali langu kama mimi ningekuwa mchungaji and I'm pastoring a church, na ninalichunga kanisa, my question would be, swali langu lingekuwa, who are these that is promising entry, whom is calling brothers and sisters? I want the members of my church to be exactly these people he's addressing. na ningependa washirika wa kanisa langu wapate kujua ya Mimi kwamba kama ningekuwa mchungaji ningependa sana kujua hawa ni akina nani ambao Bwana anajipendekeza kwa hawa sana. Wakati wa kuongea kuhusu unyakuzi na kuingia kwa kanisa mbinguni, anaongea na hawa, anaongea kuhusu hawa. Mimi kama mchungaji ningependa sana kanisa langu liwe hawa watu ambao Mungu anawaongelesha kuhusu kuingia kwa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. I would have loved that the church I pastor are these people. Ningelipenda ya kwamba kanisa ambalo nalichunga liwe hawa watu. And he's saying, na anasema, I don't have time. You know I don't have time. Sina muda. So I don't have time to teach this. All I will do is just open up and go to the main message. Kile ambacho nitafanya ni kuifunua kidogo alafu niende kwa ujumbe wenyewe hasa. But if I had time, lakini kama ningekuwa na wakati, you hear him saying, unamsikia akisema that this group of people, if you go into the Genesis, you just rewind a little bit. Who are they? How did it start? You find that they began by being called ecclesia. Ecclesia meaning pulled out of the world for God. Pulled out, separated from the world for God. Ukirudi katika mwanzo wake ya hawa watu, mahali ambapo wameanzia, analiita kanisa ya kwamba wametengwa. Ungepata ya kwamba kwenye Kigiriki inaitwa, Yunani inaitwa ecclesia. Manake wale ambao wameondolewa kutoka kwa ulimwengu, wameingizwa sasa kwa uwepo wake Mungu. Wametenganishwa na ule. I tell you. Oh yes, everybody must enter the kingdom. Kila mtu lazima aingie katika ufalme. Because you find out, kwa sababu nagundua, and just a moment, kitambo kidogo tu. Wait, I enter a little bit in. You will also find out that not everybody seated in the church will enter heaven. Ngoja niingie ndani kidogo, utagundua ya kwamba sio kila mtu ambaye ameketi katika kanisa ataingia katika unyakuzi. But for now he's saying, lakini kwa sasa anasema, that the rapture is only for those who are born again. Ya kwamba unyakuzi ni kwa wale tu ambao wameokoka. The church. Kanisa. He's saying, anasema, that however fallen the church may be, ya kwamba hata kama kanisa limeanguka jinsi gani, she must start being restored. Lazima aanze kurejeshwa. Because she is still the bride. From there is where he gets the bride. Kwa sababu bado yeye ni biharusi, kutoka pale ndipo anapata biharusi. That it will not be from Muslims. Ya kwamba haitakuwa kutoka kwa Waislamu. It will not be from a Hindu temple. Haitakuwa kutoka katika hekalu la Kihindu. They will not be New Age and Buddhists. Haitakuwa katika kizazi kipya na Wabudha. They will still be the church, brothers and sisters. Bado watakuwa ni kanisa, ndugu na dada. So if you're a Muslim and you're tuned in New York and you want to know how to enter heaven, you must receive Jesus first. Or you are a Hindu in India and you're wondering how to enter, please receive Jesus first. Kama wewe ni Muislamu na unatazama kutoka New York na unashangaa jinsi gani utapata kuingia, tafadhali mpokee Yesu. Kama wewe ni unaabudu Kihindu kule India, tafadhali mpokee Yesu kwanza. That message is clean and clear. Huo ujumbe ni safi na uko wazi. It is exclusive for brothers and sisters, hermanos y hermanas. Ni wa kipekee kwa ndugu na dada. But he says, lakini anasema, that their lifestyle must be different from the world. Ya kwamba mtindo wao wa maisha lazima uwe tofauti na wa ulimwengu. Brothers and sisters, we do not want you to be ignorant about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. So we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him, in him. Fallen asleep in him. Those who have died earlier.
Lakini ndugu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala mauti, ili msihuzunike kama watu wengine wasiokuwa na tumaini. Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka, kwa hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mautini ndani yake. So if you ask, Kwa hivyo ikiwa utauliza, verses 13 and 14, mstari wa 13 na 14, the Lord is about to talk about the rapture. Bwana yuko karibu kuzungumza kuhusu He unyakuzi. wants to talk about it. Anataka kuzungumza kuhusu. But he begins from 13 and 14. What is the message there before we hit it? Lakini anaanzia mstari wa 13 na 14. Ujumbe ni upi pale kabla tuigonge ndipo? Number one, he says, Jambo la kwanza anasema, God does not like ignorant believers. Mungu hapendi Because- waumini ambao hawajui. Because we are the ones supposed to be enlightened. Enlightened. Kwa sababu sisi ndio ambao tunapaswa kuwa tumetiwa nuru. We are supposed to give knowledge to the world. Tunapaswa kupeana maarifa kwa Surely ulimwengu. God is right. Kwa hakika Mungu yuko sawa. Number two, Jambo la pili he's saying anasema that only those who are called brothers and sisters, meaning those who are born again, ni wale tu ambao wanaitwa ndugu na dada, kumaanisha wale ambao separated from the world, wametengwa Ecclesia. kwa dunia. pulled out of the world, separated for God's purpose. Eklesia wamevutwa kutoka kwa ulimwengu, wametengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Only they will enter. Ni wao tu ambao watakaoingia. Number three, Na jambo la tatu, look at this now. angalia hii sasa. He's saying Anasema there is no way you can live in church hakuna vile unaweza kuishi kanisani and born again, na umeokoka and Jesus has died for you na Yesu and amekufia resurrected for you, na akafufuka kwa ajili yako, and then alafu you live in the same life as those who do not know Jesus. uishi maisha yale yale kama wale ambao hawamjui Yesu. And that's why what this apostasy you see in the church in the USA, Na ndio sababu huu mwanguko kutoka imani ya kweli ambao unaona kule Marekani, this apostasy you see in the church in Brazil, where there are gay churches, where the pastor is gay, they are gay, they put gay flag at the door. This apostasy you see in Brazil, which I'm dealing with right now, huu mwanguko kutoka katika imani ya kweli ambao unaona Brazil, ambao kuna makanisa ambayo ni ya kishoga, mchungaji ni mshoga na wameweka nje bendera ya kishoga, hiyo ambayo mwanguko ambayo unakabiliana sasa hivi kule Brazil. this apostasy you see in Kenya, where pastors are preaching money and there are abortions in the church, they are giving prophecies of money in the church, they are harvesting money. He's saying it is totally unacceptable to God. Huu mwanguko kutoka katika imani ya kweli ambayo unaiona Kenya, ambapo wanahubiri pesa na kuna kuavya mimba Na kupeana unabii za pesa na kungoa pesa. You know, you are Kenyans, you know what happens here. na kupeana unabii ya pesa na kunoa kuchukua pesa. He says totally unacceptable. Anasema haikubaliki kabisa, Because he's saying kwa sababu anasema you really cannot live your life like the enemies of Christ and expect to enter heaven. That's what he's trying to say there. kwa kweli kabisa huwezi kuishi maisha kama maadui wa Kristo alafu utake kuingia katika ufalme wa Kristo. He's saying you really cannot live like people that do not know Jesus and expect to enter heaven. Anasema kwa kweli huwezi kuishi maisha kama mtu ambaye hamjui Yesu alafu utake kuingia mbinguni. You really cannot live like people who say we are atheists, we don't believe there is God, and you live like them and expect to enter heaven. Kwa kweli kabisa huwezi kuishi kama watu ambao hawaamini katika Mungu, wanasema hakuna Mungu, na utake kuingia katika ufalme wa mbinguni. That is plain and clear. We don't have time for it, but those are the things coming out of there. Hiyo iko wazi kabisa na ni bayana, hatuna muda kwa ajili ya hiyo, lakini hayo ndio mambo ambayo yanajitokeza pale. If the church is supposed to be holy, then be holy because he is holy. Ikiwa kanisa linapaswa kuwa takatifu, basi iweni watakatifu, Kwa maana yeye mwenyewe ni mtakatifu. Na bila utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. kwa sababu yeye mwenyewe ni mtakatifu, na bila utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. The fourth thing coming out of there before we move Jambo la nne ambalo linajitokeza pale kabla tusonge mbele is that ignorance in the church in Thessaloniki. I know Thessaloniki. Yeah. When I lived in Israel, I used to go through Greece to Germany to France, wherever, or to the US through Greece. But that church in Thessaloniki, that type of ignorance was unbelievable ignorance, because it was ignorance on the very foundation of the faith, the death and resurrection of Jesus and the death and resurrection of the Christian.
hayo mapuuza na kutokujua ambapo kulikuwa katika Thesalonike ilikuwa mbaya sana, ni ya kutisha sana, kwa sababu hiyo mapuuza ni ya msingi wa muhimu. Wacha ukweli isemwe. Wacha ukweli isemwe. Watu waokoke vizuri, wapate kuingia wapi? Mbinguni. Wapate kuingia mbinguni. I've just said in Swahili, nimesema that let the truth be preached, so that people get born again properly and enter heaven. Ya kwamba wacha ukweli uhubiriwe ili watu waokoke vizuri na waingie mbinguni. He's saying the following. Anasema yafuatayo. Okay, now let me just focus on me now. If you focus on me for 5 minutes, there's something I want to open up before I go to scripture. Why God is justified. Munilenge kitambo kidogo, kuna kitu nataka kufunua kabla nisonge mbele. Ni kwa nini Mungu amehesabiwa haki? If really the Christians can be ignorant about death and resurrection of the soul. Ikiwa kwa kweli wa Kristo The death and resurrection of the Christian, kuhusu kufa na kufufuka kwa Wakristo. Of the Christian. Remember, the soul lives on forever. Of the Christian. Kufa na kufufuka kwa Mkristo. Kumbuka nafsi inaishi milele. Then what is it that they miss? Basi ni nini hicho ambacho wanakosa? Number one, jambo la kwanza, if you don't understand about death and resurrection, ikiwa hauelewi kuhusu kufa na kufufuka, you cannot even enter heaven. Hata hauwezi kuingia mbinguni. Because kwa sababu the biggest gift Jesus ever gave us, zawadi kubwa kabisa ambayo Yesu alitupatia, is the promise of resurrection. Ni ahadi ya ufufuo. Number two, jambo la pili, it is only the promise of resurrection ni ahadi tu ya ufufuo that allows us to live a sacrificial Christian life. ambayo inaturuhusu kuishi maisha ya kujitolea ya Kikristo. Now we can agree to be tortured and punished for the faith. Sasa tunaweza kubali kuteswa na kuteswa kwa ajili ya imani. Because we know that at the end, if you kill me now for the faith, at the end Jesus will resurrect me. Kwa sababu tunajua ya kwamba ikiwa utaniua sasa kwa ajili ya imani, hatimaye Yesu atanifufua. That's why hiyo ndio sababu the first church accepted to be slaughtered, kanisa la kwanza lilikubali kuchinjwa, but refused to renounce the faith. Lakini kukataa imani yao. So do you understand what you miss if you don't understand resurrection, the death and resurrection of Jesus, and how it relates to us? Je, unaelewa ni nini ambacho unakosa wakati ambapo haujui kuhusiana na kufa na kufufuka kwa Yesu na vile ambavyo inahusiana na sisi? So hivyo look at this now. Angalia hii sasa. Only the promise of resurrection ni ahadi tu ya ufufuo can cause the church now to be heavenly focused. Inaweza sababisha kanisa sasa kuwa limelenga mbinguni. That means hiyo yamaanisha, if they are ignorant about it and they are living a more physical life here, they are earthly focused, like the church I know in Nigeria, the church I know in the USA, the church in Kenya here, the church in Mozambique, the church in Botswana, South Africa, Australia, whatever, UK, they are all earthly focused. Why? Because they did not get it right. There is a bigger treasure than this life. Kuna hazina kubwa kuliko maisha ya hapa. Ikiwa hayo makanisa wanaishi kwa njia ambayo wamekosa kujua, ikiwa hayo makanisa hawakujua ya kwamba umuhimu wa ufufuo, wamekosa mengi sana. Kwa maana ufufuo tu, ile ahadi ya kwamba Yesu alituahidi ya kwamba atatufufua tu, ndio inayowezesha Mkristo kuishi maisha ambao sasa hajali hata akiwawa kwa ajili ya faith ya wokovu, ateswe ajali, kwa maana anajua Yesu baadaye hatimaye atamfufua. I had to say in Swahili because he didn't translate right. This is serious. Hii ni nyeti kweli kweli. He's saying anasema that resurrection alone, ya kwamba ufufuo peke yake, the promise of resurrection, ahadi ya ufufuo, that is the power of the gospel. Hiyo ndio nguvu ya injili. That without the resurrection, the promise of resurrection, we are a people to be pitied. The outside world should laugh at us. If only for this life we are born again. Ya kwamba kama hakuna ahadi ya ufufuo, tunapaswa kuhurumiwa ikiwa tu katika maisha haya na hakuna ufufuo. Ikiwa tu tumeokoka kwa ajili ya maisha haya tu hii ya hapa hii. Ikiwa tu tumeokoka kwa ajili ya maisha haya hii ya hapa tu hii. So, I don't have time to teach this, that's what I said, but right away you can realize that God is justified. Mara tunaweza kugundua ya kwamba Mungu amehesabika haki.
And then when you now move Alafu sasa unaposonga to verse 15, then you will see the gravity of why I'm standing here. Why Jehovah sent me to stand here. You will thank God why you are sitting here. Verse 15. kwa mstari wa 15 posonga pale utaelewa ni kwa nini Yehova amenituma hapa, na utamshukuru Mungu kwa sababu umeketi hapa leo hii. Verse 15 he says, mstari wa 15 anasema, that is now the Lord is talking about the rapture of the church, right? sasa huyo ni Bwana anayezungumzia kuhusu unyakuzi wa kanisa. Verse 15 he says, mstari wa 15 asema, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive and are left until the coming of the Lord will certainly, ciertamente not precede those who have fallen asleep in him. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe, tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai, tuliobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliolala mauti. He's saying, anasema, that when God spoke with me and I stood here today and enumerated the many visions of the coming of the Messiah, ya kwamba wakati Bwana aliponena pamoja nami na nikasimama hapa na kuelezea maono mengi ambayo Bwana alinionyesha kuhusu kuja kwake Mesia, he's saying, anasema, you must thank God that you are sitting here. lazima mshukuru Mungu ya kwamba umeketi hapa. Why is he saying that? Kwa nini anasema hivyo? Because he's saying Kwa sababu anasema that event, ya kwamba tukio hilo, okay, there's another camera this way. So he's saying ya kwamba anasema that this prophecy I've given here, ya kwamba unabii huu ambao nimeutoa hapa, in Spanish they say, katika Spaniola asema, ciertamente, certainly, guaranteed. ya kwamba hakika yake, it is guaranteed to be fulfilled. imehakikishwa ya kwamba itatimilizwa. It will certainly take place. Certainly it will happen. Hakika yake itatendeka. Why? Kwa nini? Because he's saying, kwa sababu anasema, it is not from a theology professor. haitokani na profesa wa theolojia. It did not come from a theological college. haijatoka katika ile taasisi ya It theolojia. did not come from wherever. haijatoka wapi. But it came from the Lord himself. Those are the words of the Lord himself. The authoritative word of God that never fails. Hayo ni maneno ya Mungu mwenyewe, maneno ya mamlaka ya Mungu mwenyewe ambayo maneno ya Mungu mwenyewe ambayo yako na mamlaka ambayo hayajawahi kushindwa. Tangu Mungu aongee, hata wakati wa uumbaji alisema wacha tuwe na jua, jua iko mpaka leo. Let me repeat what I've just said in English, in Swahili. Hebu nirudie kile ambacho nimesema. That the certainty, ya kwamba uhakika the guarantee, hakika yake, that all the prophecies I've given here must be fulfilled, ya kwamba unabii wote ambao nimeupeana hapa lazima utatimilizwa, is that this has not come from man. Ni kwamba hii haijatoka kwa mwanadamu. That the promise in the Bible about the coming of the Messiah are the Lord's own word. Ya kwamba hadi katika Biblia kuhusu kuja kwake Mesia ni maneno ya Mungu mwenyewe. We have not even gone to John 14 where he said, I go to the Father's house, prepare a place for you. If I go to prepare, I will come back and take you to be there with me. I have not even gone there yet. Hata bado sijaenda pale katika Yohana 14 kuanzia mstari wake wa kwanza hadi wa 3 anasema kwamba ninaenda kwa Baba kuandalia makao, na nitakapoenda pale nitarudi kuwachukua ili pale nilipo nanyi muweko pale. Bado hatujaingia pale. We've not even gone there. Hata bado hatujaenda pale. He said this is from the Lord's own word. Anasema inatoka katika kwa maneno ya Mungu mwenyewe. In other words, kwa maneno mengine, he is invoking the authoritative nature of God's word. Anachochea ile mamlaka ya Mungu, asili ya Mungu ya mamlaka yake. And in Swahili I told them, na katika Swahili alituambia, that this prophecy is guaranteed to take place just as when God spoke and said let there be the sun. Until today if you look out there the sun is still on. Ya kwamba haya maneno na ni ya hakika yake kama vile ya mamlaka ya maneno ya Bwana kwamba aliposema na kuwe na jua, hadi leo hii ukiangalia pale nje kuna jua. Every morning the sun rises. Kila asubuhi jua linachomoza. When he said let's make man, aliposema na tumuumbe mwanadamu, the authoritative nature of God's word makes me see you sitting here. This is man, woman, man, all of them together. The authoritative nature of God's word, the guarantee, the certainty, ciertamente en español.
asili ya mamlaka ya Mungu. Ninawaona mpaka hapa hivi leo hii wanadamu wameketi hapa. Wakati Mungu alisema wacha tuumbe binadamu, ninaona mmeketi hapa mpaka waleo ya kwamba ilithibitishwa, ilitendeka kwa ajili ya mamlaka ya neno lake. Hallelujah. Hallelujah. And so if he says he's coming for the church, Na hivyo basi ikiwa alisema kwamba analijia kanisa, you rather prepare. afadhali ukajiandae. Because the authority of the word of God. Kwa sababu mamlaka ya neno la Mungu. No, look at me now. Muniangalie sasa. Look at this now. Angalia hii sasa. Jesus himself, Yesu mwenyewe, he relates it to a burglary, a robber coming at night to steal. He walked on this earth and he talked about it. It will really take place, right? anaihusisha na mwizi. Jesus talked about it like a thief, like a robber. And Jesus took a long time preparing the church for it, Na Yesu as we are going to see. Yesu alichukua muda mwingi kuliandaa kanisa kwa ajili yake, na alipoizungumzia alifananisha na mwizi anayekuja wakati. Na Yesu akachukua muda mrefu sana wakati alikuwa anatembea hapa mbinguni akifanya huduma lake hapa mbinguni. Alichukua muda mrefu sana akitairisha kanisa kuhusu hiyo siku. Manake hilo siku litatendeka. Na Yesu alichukua muda mwingi alipokuwa anatembea hapa duniani kuiandaa kanisa kwa ajili ya hiyo siku, manake hilo siku itatendeka. That's why I said, hiyo ndio sababu nilisema this is serious. hii ni nyeti kweli kweli. You will thank God you sat here because these prophecies will be fulfilled. Utamshukuru Mungu liketi hapa, manake unabii huu utatimilizwa.